not in love with me. If that's what you're going to say, you were not in love with me. I love you, Amy. I know that you love me, Ricky. But you weren't in love with me. Nakubali kuwa zipo njia nyingi sana za kuweza kuelezea upendo wa mtu fulani kwenda kwa mtu fulani, au wa mtu fulani kwenda kwenye jamii yake inayomzunguka. Upendo wa mtu fulani kwenda kwa wazazi, upendo wa mtu fulani kwenda kwa ndugu, jamaa na marafiki. Zipo njia nyingi sana za kuweza kuexpress ule upendo wake. Gary Chapman, mwandishi nguli wa vitabu vya kuhusu mahusiano, alikuandika kitabu ambacho kilikuwa kikielezea lugha 5 za upendo. Ni kweli kabisa kwamba kila mmoja ana njia yake ya kuweza kuelezea hisia zake kwa mtu fulani. Kila mmoja ana njia yake ya kuweza kumuelezea fulani nampenda. Zipo njia nyingi sana, ingawa Gary Chapman aliandika 5. Lakini ajabu ni kwamba tumekuwa tukitumia vyanzo ambavyo sio sahihi ili kuweza kupata majawabu sahihi. Tumekuwa tukitumia vyanzo negative ili kuweza kupata matokeo positive. Na nakubaliana na wataalamu wa masuala ya mahusiano kwamba mapenzi unaweza kuelezea kupitia beats za music. Mapenzi unaweza kuelezea kupitia sound mbalimbali za track. Mapenzi unaweza kuelezea kupitia movies mbalimbali za kizungu au za Kiafrika. Ni kweli kabisa. Mapenzi unaweza pia kuelezea kupitia story mbalimbali na hadithi tofauti. Mapenzi ni kitu ambacho kina njia nyingi sana za kukielezea. Lakini ajabu ni kwamba kila ambacho tumekuwa tukikisikiliza kwenye beats, kila ambacho tumekuwa tukikisikiliza kwenye nyimbo kwa maana love songs, kila ambacho tumekuwa tukikiona kwenye movies, yale ni mfano tu wa picha ya mapenzi. Ule ni mfano tu wa picha ya upendo. Lakini ukweli ni kwamba chanzo kikubwa cha upendo hatuwezi kukipata kwa kuangalia movies za Kikorea, movies za Kihindi. Chanzo kikubwa cha upendo hatuwezi kukipata kwa kusoma vitabu peke yake. Chanzo kikubwa cha upendo hatuwezi kuki-experience kwa kusikiliza beats na tracks ambazo zinazungumza au zinaelezea kuhusu upendo. Nafikiri kuna hadithi moja Masked Deer niliwahi kuipata. Masked Deer ni mnyamapori ambaye anapatikana huko Asia. Ndani ya Masked Deer kuna manukato fulani mazuri sana. Siku moja Masked Deer alikuwa akizunguka polini kuweza kutafuta ile harufu ambayo alikuwa akisikia pindi ambapo jua lilikuwa likiwaka. Masked Deer alikuwa akihangaika kutwa nzima akitafuta ile harufu nzuri ya manukato inatoka wapi. Alizunguka bila kupata suluhu, alizunguka bila kupata jawabu ya ile harufu nzuri ya manukato ilikuwa ikipatikana wapi. Lakini baadaye Masked Deer alikuja kugundua kwamba ile harufu nzuri ya manukato ilikuwa ikipatikana katika mifupa yake. Kwa hivyo jua pindi ambapo lilikuwa likiwaka, jasho lake lilikuwa likitoa ile harufu nzuri ya manukato. Kwa hiyo alivyojaribu kuitafuta ile harufu nzuri ambayo ilikuwa kimpendeza na kumvutia nje yake yeye binafsi, hakuweza kuipata kwa sababu alikuwa akitafuta kitu ambacho kipo ndani yake. Ukweli usiopingika ni kwamba hatuwezi kuzunguka tukitafuta mapenzi ya dhati kwenye vyanzo mbalimbali nje yetu, kwa sababu mapenzi ya dhati ni kitu pekee ambacho kinapatikana ndani yetu. Mapenzi ya dhati tunaweza kuya experience kwa kuweza kujipima ni kwa kiasi gani tuna appreciate vitu, ni kwa kiasi gani tunaweza tathmini sisi wenyewe, tunaweza kujikubali, tunaweza kujipa kile ambacho tunakihitaji, na hapo tukatumia huu uzoefu katika kuhakikisha vile ambavyo tunajitreat positively inakuwa darasa kwetu kwenda kuwafundisha wengine how we are supposed to live. Ni kwa namna gani unaweza kuelezea ule upendo ambao unauona ndani yako kwa mtu mwingine. Kwa hivyo nafikiri mapenzi ya kweli tunaweza kuelezea kupitia tracks, kupitia beats, kupitia songs, lakini bado hapo utakuwa unaelezea mapenzi, utakuwa umeelezea tu mfano wa mapenzi. Lakini ukweli uliopo ni kwamba mapenzi ya kweli yako ndani yetu. Kama naweza kujiheshimu, kama naweza
kujipa kile ambacho nakihitaji kwa wakati, kama naweza kuzijali hisia zangu na kuzithamini, kama naweza kupata muda bora wa kuweza kucelebrate my own pleasures, basi naweza kuwa mwalimu bora wa mapenzi ya kweli kwa mtu mwingine, kwa sababu kila ambacho najifunza kwangu mimi binafsi, kinachonifanya niwe na furaha, ndio kile ambacho natakiwa nikitransfer kutoka kwangu kwenda kwa mtu mwingine, na hapo tayari utakuwa ume-experience true love. Yangu ni hayo. Hii ni C4G Online. Bye bye.